Movie inaanza, mwamba anafuka baada ya kuuawa na kutupa porini. Sababu kubwa ni kutembea na mke wa mfalme. Katika kijiji cha Yoruba kulikuwa na sherehe kubwa zinazofanyika kila mwisho wa mwaka. Wanakula na kunywa na kucheza ngoma mbele ya mfalme na viongozi mbalimbali ambao wanakuwepo katika sherehe hizo. Huyu mwamba anaitwa Saluu, anaingia katika kijiji ambacho kina festival kila mwaka. Mlinzi mmoja getini akamwambia, unaonekana umetoka mbali sana kwa ajili ya sherehe, si ndio? Saluu akamwambia, sijaja kwa ajili ya sherehe mimi. Mbona unaonekana mchafu? Mlinzi mwingine akamwambia, hebu ingia huko. Saluu alipoingia akatakuwa sehemu nzuri ya kujipumzisha kidogo, maana alichoka na safari. Kuna mama mfanyabiashara akaja akawauliza, huyu ni nani? Wakasema hatujui. Basi endeleeni na kazi. We kijana amka. Saluu akashtuka akamuuliza, wewe ni nani na wapi umetoka? Saluu akasema, mimi ni msafiri. Msafiri? Ndiyo, nilikuwa nimepumzika kidogo, ngoja niondoke. Akamwambia, usiondoke, sijakasirika. Ni wapi unatokea? Akamwambia, natokea Bogo. Bogo? Ndiyo, huwa natembea sehemu mbalimbali kwa ajili ya kufanya biashara zangu. Biashara? Aina gani ya biashara hiyo? Nauza nguo mbalimbali nilizojifunza nilipokuwa mjini. Kweli una bahati sana, na ukifanya kazi kwa bidii utafanikiwa sana. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamwambia, Saluu. Jina langu ni Saluu. Saluu ni moja ya mtu uliopo Bogo, si ndio? Akamjibu ndio. Akamwambia, usiondoke, ngoja nikupe chakula kwanza, ukishamaliza chakula unaweza ukaenda. Wakati wanakula mama akatokea. Saluu, moja ya mtu wa Bogo, vipi chakula changu kitamwe? Akamwambia ndio. Akamuuliza, je, umefikiria kufanya kitu kingine ukiwa hapa? Saluu akamuuliza, kwa nini nifikirie? Sina haja ya kufikiria, nitakwenda kuendelea na biashara yangu, sina kitu kingine cha kufanya. Akamwambia, nimekusikia, najua umetokea kwa wapambanaji, lakini sioni dalili yoyote kama utakuwa tayari kufanya kazi au una hela mahali umeziweka. Saluu akamwambia, sina. Ndiyo, nilizani hivyo, ndio maana ikanifanya nikuulize. Akamwambia, Saluu, ili uwe vizuri unatakiwa ufanye kazi upate pesa na kutunza, itakusaidia kukuza biashara yako. Saluu akamwambia, nilijaribu kutafuta mtu wa kushirikiana naye lakini nikakosa. Mama akacheka. Saluu, mtoto kutoka River Bogo, mbona unachekesha sana. Kama utakubali ushauri wangu nitakupa kazi, nitapokupa kazi utatunza pesa, utajiweza. Umekubaliana na mimi? Saluu akasema, haina shida. Ni kazi gani hiyo? Akapelekwa kwenye kazi ya kutengeneza vyungu na vifaa mbalimbali vya nyumbani. Mama akawa anakagua vyungu na kuambia, kazi nzuri, nisikilizeni, tunaye mgeni hapa. Wakamkaribisha sana. Akamwambia, jina lake ni Saluu, amekuja kuungana nasi kwenye kazi, mtafanya naye kazi pamoja. Akamwambia, Saluu, kazi utakayofanya hapa itakufanya uwe tajiri. Saluu, hii ndio kazi. Saluu akawa anashangaa aelewe aina gani ya kazi. Akamwambia, angalia pale, najua ni kazi ngumu, lakini ni moja kazi ya heshima. Utapata pesa kila siku, kwa siku utalipwa mara 2 kabla ya kuanza kazi na kumaliza kazi. Mwamba akamuuliza, kutengeneza vyungu? Akamwambia, sikiliza Saluu, kuna mwamba mmoja akamwambia Saluu, tazama, kazi hii ndio inatupa maisha. Ukishindwa kwenye vyungu unahamia pengine na utapata pesa nyingi. Mama akacheka akamwambia, uko vizuri mzee. Mama akamwambia, Saluu, uamuzi ni wako. Usiku Saluu amelala, yule mama mfanyabiashara akaja na kumshika kifua Saluu. Kumbe alikuwa anataka mwamba ampelekee moto, na mwamba akampelekea moto wa kifuu. Asubuhi mwamba akamkia kazini, akawa anafinyanga udongo. Chakula kikaletwa. Mdada akauliza, nani anaitwa Saluu? Akasema, mimi. Akamwambia, chukua hiki kutoka kwa bosi wetu. Akachukua kile chakula, kila mtu akawa anamwangalia. Wamba nao akawa anamwangalia. Mchizi akatafuta sehemu nzuri ya kukaa na kukaa. Akafunua chakula, Wamba akawa anakichungulia. Wanaona mbona mwamba kapendelewa sana. Upande wa pili mke mkubwa wa mfalme anaingia kwa mke mdogo wa mfalme. Yes, umeshindwa 23, umeshindwa 24, umeshindwa 25. Sasa tunaingia 26. Kwa nini ushindwe? African Digital Investment kupitia kampeni yake ya kopesha viwanja imekuletea viwanja safi kabisa. So njoo ukope kiwanja bila riba na African Digital Investment, kwani sisi mwaka huu wa 2026 tumewaletea miradi sehemu 2 tofauti. Tunayo miradi Chalinze, tunayo miradi Bagamoyo. So karibu sana ukope kiwanja, karibu ujishindie, karibu umiliki ardhi na African Digital Investment. So karibu bila riba, sisi tutakukopesha. Njoo na hela yako tu ndugu yangu.